Kwa nini unakataa ngozi ambayo Mungu amekuumbia? Kwa nini unakataa kuishi katika uasili wako? Kwa nini unakataa kuishi katika uasili wako? Mungu alituumba tukiwa kamilifu, lakini kitabu cha Mhubiri sura 7 mstari wa 29, sura 7 mstari wa 29 anasema, tazama, hili tu nimeliona, Mungu amemfanya mwanadamu mnyofu. Mungu amemfanya mwanadamu mnyofu, lakini wamebuni mafumbuzi mengi. Mungu alivyomfanya mwanadamu alimfanya akiwa mnyofu, akiwa amekamilika, lakini amebuni mafumbuzi mengi. Ibilisi, baba wa uongo, ameleta elimu za uongo, na tukakubaliana na elimu za uongo, tukakataa uumbaji wa Mungu ambao Mungu alituumbia, tukakubaliana na uumbaji mwingine wa kisasa ambao Ibilisi ametubunia, tukakataa kabisa. Ni makosa mbele za Mungu, na ni machukizo makubwa sana kumrekebisha Mungu, kumkosoa Mungu, ni kumtukana na kumsiaki Mungu kabisa. Ni kumsiaki Mungu. Ndivyo Mungu anavyosema kwamba, je, mfinyanzi hesabiwa kwa kama udongo, kitu kilichoumbwa kimnene yeye aliyekiumba, ya kuwa hana ufahamu? Unaona? Je, tena kitabu cha Warumi sura 9. Mungu tena anauliza, kwa sababu hapo tunaweza tukasema kwamba haya ni mambo ambayo hata ni agano la kale, yashapitwa na wakati. Ndugu yangu, fahamu kwamba neno la Mungu halijawahi kupitwa na wakati. Kama Mungu alivyosema katika kitabu cha Isaya kule kwamba sisi tunapindua mambo, hata katika kitabu hichi cha Agano Jipya bado Mungu anatuuliza swali ambalo ameuliza kitabu cha Isaya sura 29 mstari wa 16. Bado hapa katika kitabu cha Warumi sura 9 bado Mungu anatuambia kwamba sisi tangu mwanzo tunapindua uumbaji wa Mungu. Kitabu cha Warumi sura 9 mstari wa 19, neno la Mungu linasema kwamba, sikia ndivyo neno la Mungu linavyosema, basi utaniambia, mbona angali yakilaumu? Kwa maana ni nani ashindanaye na kusudi lake? La sivyo, mwanadamu, wewe nani umjibuye Mungu? Je, kitu kilichoumbwa kimwambie yeye aliyekiumba, kwani kuniumba hivi? Au mfinyanzi, je, hana amri juu ya udongo, kwa fungu moja la udongo kuumba chombo kimoja kiwe cha heshima na kimoja kiwe hakina heshima? Hiyo ni kazi ya mfinyanzi. Mfinyanzi ana amri juu ya udongo kwamba aufinyange namna hii, kile chombo akitengeneze namna hii, akitengeneze namna hii. Ndivyo Mungu alivyofanya pia. Mungu ndiye mfinyanzi na sisi ni udongo.